Sasa huyu mwanamke alipata tamaa ya pesa za mumewe, kwa hiyo akamwekea sumu kwenye kinywaji. Sasa kabla hajamaliza kufanya vile, mumewe tayari alikuwa amefika, na hata kabla hajajipanga vizuri, mumewe alizichukua zile glasi na kwenda nazo mezani. Kwa hiyo mpaka hapa halikuwa ajui kabisa ni glasi gani ambayo ilikuwa na sumu, na ndani kwa ndani alikuwa anaomba sana ile sumu iwe kwenye glasi ile. Lakini ghafla mumewe aliacha kunywa na kumwambia kwamba achukue glasi yake ili wagonge cheers na wanywe kama sehemu ya kusherekea. Basi kwa sababu ajui ni glasi gani yenye sumu, akajifanya anasikia kizunguzungu, na mumewe bila kujua chochote akamsisitiza anywe kwa sababu ilikuwa ni anniversary yao kwa miaka 7 ya ndoa. Mume alimlazimisha kiasi kwamba alishindwa kabisa kukataa. Basi mumewe kuona mkewe anasitasita, akashika mkono wake kwa nguvu sana. Mume alianza kutetemeka, na ndipo alipogundua ya kwamba mkewe alimnywesha sumu, ila alikuwa tayari ameshachelewa. Basi kwa zile nguvu chache alizokuwa nazo alimuomba mkewe sana amsaidie, lakini bila huruma huyu mwanamke alibaki anamwangalia tu, na baada ya kuona amekufa akampigia sasa yule mpenzi wake mwingine. Kumbe jambo zima walipanga pamoja. Kwa hiyo baadaye kidogo tu polisi walifika kwenye hii nyumba na wakaanza uchunguzi wa sababu ya kifo, lakini huyu mwanamke wala hakuwa na wasiwasi wowote, kwani sumu aliyopewa na jamaa anaitwa Charlie ambaye ni dokta. Alimpa sumu ambayo ingeonyesha alikufa kwa ugonjwa wa moyo, na baada ya kifo ile sumu hupotea, kwa hiyo kusingekuwa na ushahidi. Basi polisi walithibitisha ya kwamba huyu jamaa alikufa tu kwa ugonjwa wa moyo, na Charlie kwa sababu alikuwepo alithibitisha hilo pia kama daktari. Kwa hiyo uchunguzi ulifungwa haraka tu, na baada ya muda basi mazishi yalifanyika ya yule jamaa, na usiku wake tu baada ya mazishi, basi yeye na Charlie waliendelea na mapenzi yao kama kawaida, bila kujua ya kwamba ile sumu haikuweza kumuua mumewe, na aliamka ndani ya jeneza. Na kwa sababu mvua ilinyesha, basi maji yalipenya na kumwamsha, akaanza kusukuma jeneza, lakini kwa sababu hewa ilikuwa ni ndogo na nguvu zilianza kumuishia huyu jamaa, basi alipata shida sana kusukuma hili jeneza. Basi mchizi kwa hasira ya kisasi alipiga ngumi moja tu, ili jeneza likachanika, na kwa sababu pia mkewe alinunua jeneza la bei rahisi tu, alihangaika na aliweza kweli kutoka, na alijisikia kama mtu aliyezaliwa tena upya. Na kitu cha kwanza alichotaka kufanya ni kulipiza kisasi kwa huyu mwanamke, na alipofika mlangoni kulikuwa kumefungwa. Basi alipochungulia dirishani hakuamini macho yake, kwani mwanamke wake alikuwa tayari yuko na mwanaume mwingine. Lakini ghafla mkewe alimuona pale dirishani. Charlie alienda, lakini mbu alikuwa anabweka na mvua ilikuwa kubwa, kwa hiyo ilikuwa ngumu yeye kuona chochote nje. Kwa hiyo huyu mwanamke akadhani labda ni yule mbu ndio alimuona, kumbe alikuwa ni mumewe, na kupitia dirisha la basement alikuwa tayari ameshaingia ndani. Sasa leo Charlie alikuwa na njaa sana, kwa hiyo alipofungua friji akakuta chakula akawa anakula, lakini ghafla mkewe alikuwa amerudi bila yeye kutegemea. Basi mchizi akaona kama vipi acha leo ammalize kabisa. Alichukua bunduki, lakini mikono yake iliteleza na kumwaga zile risasi zote chini. Basi alichukua zile risasi na mkewe tayari alikuwa ameshaingia, akabadilisha na haraka akamaliza, akawa anataka sasa kutoka, lakini kumbe kuna askari pia alikuja kumtembelea huyo mwanamke hapa nyumbani.